Sawa. Najua wanangu, kiukweli kwanza mmenistaajabisha sana. Mjua sijategemea kabisa. Kwanza kuona wanangu mkiwa mna ushirikiano kama huu ambao mmenionyesha. Kwa kweli kwa hili niwapongeze sana. Wanasemaga wahenga, udugu sio kufanana, udugu ni kufaana. Sasa kama nyinyi mnaweza kufaana kama hivi, leo mimi baba yenu mdogo niko hai, hata ikitokea siku nimechoka huko, najua kabisa nina majembe yangu yatanisaidia. Kwa hiyo wanangu, mmenifurahisha sana. Asante sana. Sasa kwa ajili ya umoja wa familia yetu, tugonge kwa pamoja. Asante sana baba. Mimi nashukuru na nadhani hata rafiki zangu niko nao pamoja kwa kila jambo. Na ndio maana leo tuko wote hapa. Asante sana. Wanafanya chuki, wanaleta chuki, wanafanya chuki. Hey, Daddy. Okay. Daddy, I know you know that my holidays are over yet and I have to report tomorrow to the college. Yeah, I know that. Okay. So, do you have something that you prepared for me? Tell me what you want. I need some pocket money, Dad, please. Give me your account number. I'll send your pocket money, tuition and fee money. Yeah, Daddy, are you serious? Yeah. Okay. I'm saying it. Okay? Okay. Kisa mali na majumba, wanaleta chuki. Kisa mapenzi, kisa pesa. Unajua biashara zijaenda vizuri sana, lakini pindi zitaenda vizuri sana kila kitu kitakaa sawa. Kabla sijasahau, nataka kujulisha leo kuna mdogo wangu yule Dirisha ameniahidi leo atakuja. Anakuja peke yake au anakuja na familia nzima kwa ujumla? Hajanijulisha kwamba atakuja na familia yake au atakuja peke yake. Ila kwa hili yeye atakuja peke yake. Aha. Kuja kutuona. Basi sio mbaya. Sawa. Familia zinapokutana pamoja, kujadili mambo ya msingi ni jambo zuri. Ndio. Au sio mume wangu? Sawa. Basi haya, mimi niko jikoni nimwangalie dada mara moja. Mimi wacha mambo mengine. Acha mimi niangalie TV. Mume wangu, huyu ndo Dirisha? Huyu ndo Dirisha. Mdogo wangu, karibu bwana, karibu. Salama kabisa. Kwema. Habari hapa. Sawa. Vipi? Kama mama. Sijua. Vipi? Hebu chukua maji usimwagie. Hapana, usimwagie, usimpe maji. Tamuua ukimpa maji. Ngoja nimtafute daktari nimpe. Tunaona baadaye. Umesahau tena? Kuna nini? Kuna gani ile fesa ya kuja kumtambulisha mchumbani? Wanakuja saa ngapi kwanza? Wanasema sio muda mrefu atakuja. Waje bwana mimi. Nafikiri ndo atakuwa. Karibu ingia. Shikamoo. Marahaba. Karibu mkeo. Asante. Ninapa nasikia joto. Baby, hivi hakuna hata maji kidogo ya baridi? Maana hapa najisikia vibaya hatari. Usijali, nitakuchukulia mimi sawa. Sawa. Mama, nimemleta mwanamke wangu. Wao kila siku nanisumbua unawali. Wewe hapa nimeleta chombo ya fundi. Tulia fiskali. Wacha mimi niondoke. Zio naenda wapi sasa? Mwache aende, anafanya nini? Hii Faisal mwanangu, uko serious kweli ni jambo? Kwani mimi kosa langu nini? Kuja kumtambulisha mwanamke wangu ndo kosa langu au? Makubwa. Umejua kunizalilisha mwanangu. Majigambo yote hapa. Hivi mwanamke kama huyu anavaa vazi hili kuja kutambulishwa ukweni? Jamani,
Mbona mwanamke wangu kapendeza? Msimama kwanza kwa vizuri. Labda hajakuwa. Muonyeshe kwanza. Muonyeshe kidogo kizunguka. Na fiskali yangu kama mtoto wa chuo. Kosa gani ana tabia msikini? Mbona mtaki nioe jamani? Shida nini? Hivi dada umefundwa kwenu? Mavazi yake. Sawa. Haina shida. Ndio kwanza. Nendeni. Wanafanya chuki, wanaleta chuki, wanafanya chuki. Sisi wangu naweka. Sijui nitanguliza samahani ama, ila lile swala la shemeji lilotokea siku ile, nafikiri sababisho ni nini? Unasemaje? Kama nilivyokuambia, nafikiri sababisho ni nini. Vipi? Kipindi unanichukua kwenda Ulaya nilikuwa nasoma. Sasa shuleni nilikuwa na mahusiano ya kimapenzi na yule shemeji. Kwa hiyo nilivyoondoka tulikuwa hatuna mawasiliano, na mimi sikujua kama ni wewe ndio uliomuoa. Sasa imeshatokea, mimi nafanya nini? Na mimi niko naye na mtoto yupo hapa. Sina jinsi ya kufanya, maisha yanabidi yaendelee, na wewe ni damu yangu. Na mimi haya yote nilikuwa sikuyajua, na wala wewe hukuyajua. Tunafanyaje? Kwa sababu nimeanza kukupa taarifa, sijajua kama shemeji amekupa hizo taarifa. Najua wewe wanawake unawajua, unawasikia. Wanawake ni wasiri sana. Yeye hawezi kuniambia. Sasa mimi nilikuwa naomba umtie moyo. Hiyo sio kazi yako. Wewe umeshaharibu, niachie mimi mwenyewe nitasema naye. Sawa. Kwa sababu maisha yanaendelea. Kwa hiyo hata kama nimeumia nitafanyaje? Wewe damu yangu. Inabidi mimi lazima, na mtoto yupo hapa. Na mimi inabidi niendelee na maisha. Na udugu wetu ubakie pale pale. Kwa sababu sina jinsi. Wewe ukujua na mimi sikujua. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Sasa kaka, mimi naomba nikuage na safari ya kwenda Kariakoo mara moja. Nenda, haina shida, nenda. Nenda tu, haina tatizo. Asante, mimi nashukuru. Utasalimia na wanetu hapo. Hey! Wewe! Dogo, una matatizo gani? Sijawahi kuongea nawe hata siku moja. Leo ndo siku yangu ya kwanza kuongea nawe. Hivi una shida gani? Mbona unapenda kumnyima amani mama yangu? Ameukosea nini? Au kosa lake ukulea mpaka hapo ulipofikia? Hayo ndo malipo yake? Kuhusu swala la ndoa na vikao vyenu, nimeshakupa ruksa. Fanyeni vikao vyenu na wazazi wako ambao wanasema na wazazi. Mbona unapenda kumnyima amani mama yangu? Shida ni nini? Bro, mbona kama mimi sikuelewi? Yaani nakuona kama unapiga kelele. Yaani unamaanisha kitu gani? Mimi nieleweshe vizuri. Sikuelewi kabisa bro, unachanganya. Ninaongea na wewe kiustaarabu tu. Mama yangu naomba umheshimu. Mama yangu naomba umheshimu kama mama yako mzazi. Alafu kuhusu ile swala la gari. Ile gari kwa ajili ya mama yangu na mtoto kupelekwa shule. Sio wewe. Na wewe usimsumbue dereva kuhusu ile gari. La sivyo utaona upande wangu wa pili. Bro, naona kama unanipigia ngonjera tu. Yaani actually naona kama unanipigia ngonjera. Kile unachokizungumza naona kama unaniimbia tu, kinaingia huko kinatokea huko. Unanitolea namba mimi za ngonjera bro. Unaniimbia mitaarabu. Unaniimbia mitaarabu bro. Unasema? Unaniimbia taarabu.
wanafanya chuki, wanaleta chuki, wanafanya chuki. Kwa nini mimi? Mama naye saniweke wazi, mimi nijue ni nani kwenye hii nyumba. Mama naye nikimuuliza anakuwa mkali kwangu, mpaka najihisi mimi kama mfiwa, kama najihisi nimepoteza wazazi. Sina thamani katika hii nyumba, nipo tu kama gurudumu. Mungu, naomba nipe uvumilivu, nizidi kusonga mbele kama wenzangu. Na kila nikikiomba humu ndani sisaidiwi, ila mwenzangu akitaka kitu chochote anatimiziwa kwa wakati. Mungu, naomba niongoze kwa hii njia ninayopitia. We baba, najua sio mila na desturi yako kusalimia, lakini nataka nikwambie unapotea mwanangu. Nakupenda sana, ila nafikia hatua nachoka na matendo yako. Hivi unashindwa kuamka asubuhi ukafanya usafi ndio ukaenda shule? Ina maana sisi hatujasoma? Kwa hiyo unataka kuniambia hata walimu wako shuleni wasalimie? Maana sisi shuleni tulikuwa tunafundishwa kwanza heshima na utiifu. Na heshima inaanzia nyumbani kwenu. Wewe hata nyumbani kwenu unashindwa kujiongeza hata salamu pia. Na maisha magumu sana mwanangu. Yaani mke wangu ubadiliki kabisa eh? Hivi hata kama ndio mambo unataka kumwelekeza wa mtoto, lakini kwa nini usingemsubiri mpaka akirudi shule? Si unajua kabisa huyu kama yupo kwenye kipindi cha mitihani. Hivyo utamchanganya mtoto. Ungemsubiri arudi, ukamwambia ili umepatia, ili umekosea. Mimi na imani angekuelewa. Wewe baba, haya wahi shule. Mume wangu, unajua unampoteza mtoto. Unampoteza huyo binti. Tambua ni mtoto wa kike huyu. Haya malezi unayoyamlea humu ndani. Yaani nakuonea huruma. Utakuja kuchekwa. Huyo ni mwanamke atakuja kuolewa kama mimi. Halafu, mbona hata sisi tumesoma na tulikuwa tunafanya mitihani na kazi za nyumbani kwa tunafanya? Haya ukiachilia tu kufanya kazi za nyumbani, hata salamu. Wewe nayo malizi. Ukishaanza hapo utafika hadi kesho. Bwana, tutaongea baadaye. Najivunja, kwani naengi. Wanafanya chuki, wanaleta chuki, wanafanya chuki. Wala ni ndogo hawasemezani,